Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Katika kipindi chetu cha tembea na neno la Mungu cha kwenda kuangalia ujumbe mfupi kwa siku ya leo. Ujumbe wetu unasema usitembee na watu wabaya. Cha kwenda kusoma katika kile kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 14, tasoma na 15. Usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Igeukie mbali, ukaende zako. Naona mahali hapo kwenye kitabu cha Mithali namna anavyoonya juu ya kuto kuingia kwenye njia ya watu waovu na kujiepusha nayo, kwa maana ndani yake ina madhara. Kwa sababu mtu mwovu anaweza kukusudia jambo baya, akufanyie jambo baya rahira juu ya maisha yako, lakini usipojua unaweza ukambatana naye, usijue kusudi lake. Unaweza kuona kama ni mtu mwema kwako, lakini ni mtu mwovu, kwa sababu mtu mbaya anaweza kukuonyesha kwa ishara juu ya ubaya wake. Jaribu kuangalia juu ya habari ya Kaini. Anamwalika ndugu yake Abili, anamwambia twende mahali, lakini kumbe anakusudi baya. Kwa hiyo ukiona mtu ndani yake yuko na hila, mtu anaweza kuwa anatamka maneno mabaya juu yako, anakusudia, anakwambia, anakasirika juu ya kuona umefanikiwa katika eneo fulani. Usiambatane nayo huyo mtu, kwa sababu kuna wakati unaweza kuzani huyo mtu ni mzuri, lakini akaja kukuletea madhara. Habili aliambatana na Kaini, asijue ya kwamba huyu mtu anaitwa Kaini ndani yake yuko na moyo wa chuki, ndani yake yuko na ghadhabu, ana malengo mabaya na amekusudia mabaya juu ya maisha yake. Wakati alipozani kuwa ameambatana na ndugu yake, ndio wakati ambao alikwenda kuuawa, kwa sababu Kaini alikuwa ni mtu mwovu. Mtu mwovu, mtu mbaya, hapendi hata kuona mafanikio yako. Akiona tu umefanikiwa kuliko yeye, anakusudia kuleta madhara juu ya maisha yako. Kwa hiyo usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya, kwa sababu hawaoni shida kukuletea madhara pale wanapoona unaonekana kuwa na kitu cha tofauti na wao. Wanaona wacha tumuondoe, wacha tumfutilie mbali, kwa sababu mtu mwovu hapendezwi na mafanikio ya mtu mwingine. Kwa hiyo usikubali, jiepushe kwenye njia ya ovu. Wanaweza kukuingiza mahali pabaya, wakakugharimu, wakakuletea shida, wakakufanya ukose mambo mema kwa sababu ya uovu wao. Kwa hiyo simama imara.